Wapishi wa keki, naombeni mnisaidie. Nimepika keki yangu zaidi ya masaa 5 lakini bado ni mbichi kama unavyoona. Ngoja nionyeshe jinsi nilivyofanya. Viungo vyangu ndo kama hivyo: mayai, baking powder, unga, sukari, vanilla na mafuta. Hapo mimi niliona watu wanapika TikTok, wanapika kwa kutumia gesi na keki zao zinaiva vizuri, na kwa kuwa ni mpenzi wa keki na sijawahi kupika keki hata siku moja, leo ndio najaribu kwa mara ya kwanza, na guess what, imeniangusha sana but nitarudia tena next time ili kupata matokeo ninayoyataka. Nimeweka sukari yangu, nimekoroga, nimeweka baking powder kijiko kimoja, nimekoroga, natumia unga robo tu. Nimeweka mayai, walisema kwamba mayai unaweka limoja then unakoroga kitachanganyikana vizuri, usiwe na haraka, utaweka yai jingine. Anyway, kwa nimekoroga hivyo, nimehakikisha imechambuka vizuri, nikaweka yai la pili. Yai la pili nimekoroga, wewe koroga, lakini kwa nini haijatoka vizuri Mungu wangu? Koroga, hilo ni yai la pili nimetoka kuliweka, and then nikafuatia kuweka yai la tatu kama unavyoona. Yai la tatu nikakoroga na lenyewe vizuri lichanganyikane vizuri na viungo vyote. Nikakoroga mpaka sasa hivi nilikuwa nishaanza kuona matokeo mazuri. Unga uko ushaanza kuwa smooth, na kama unavyoona unga ushakuwa smooth, sukari yote imelainika vizuri. And then nikaweka unga wangu ambao ni robo tu. Walisema kwamba ukishaweka unga kabla hujaongeza maziwa inabidi uchanganye ule unga uchanganyikane na hiyo mixture yako vizuri. Kwa nikakoroga, binti koroga, na mimi koroga, na wewe koroga haswa. Mpaka sasa hivi yani unga ulikuwa ushakuwa smooth, yani matokeo yalikuwa yanaenda vizuri kabisa. Hata mimi nilikuwa naamini kwamba keki itatoka vizuri sana. Kumbe sio tu kutengeneza unga ndio unaweza kutengeneza keki. Hapana, kuna process nyingine which is crazy as fuck. Anyway, unga ushakuwa laini kabisa kama mnavyoona, basi nafikia tu kukoroga hivyo. Kwa sababu unga ulikuwa mlaini mzuri, yani unanukia vizuri, vanilla ile inanukia vizuri, unatamani hata ule hivyo. Koroga na mimi koroga. Basi bwana. Kwa hiyo bwana, mimi mara yangu ya kwanza kupika keki, lakini haijapata matokeo nilikuwa natarajia, yani matokeo ambayo nilikuwa naona wenzangu wanayapata wanapopika keki. I hope next time nikirudia kupika itatoka vizuri na itaiva, na nitatumia only gas kupika keki yangu na itaiva vizuri. I believe that, naamini sana. Nikaweka vanilla tena, nikaongeza, kwa nasikia vanilla kama bado kidogo, nikaongeza vanilla nyingine, tukaendelea kukoroga. Wewe koroga. Tukakoroga vizuri, kabisa. Nikaanza kuweka maziwa kwa sababu walisema kwamba unga usiwe mzito sana wala usiwe mwepesi sana bwana. Sasa mimi napenda maziwa, nikaweka maziwa, weka maziwa mengi. Ngoja ujionee mwenyewe maziwa ndio yaweka. Mimi nilikosea wapi jamani? Hebu naomba mniambie. Naombeni mniambie nimekosea wapi? Nielekezeni please. Nataka sana kupika keki na inapenda keki. I love my cake. So, kaongeza maziwa mara ya pili, nikakoroga, nikaendelea kukoroga, nikakoroga na wewe koroga. Yani hapa nilikuwa nasikia raha tu kukoroga kwa sababu check mixture imetoka vizuri kabisa. Nikaongeza maziwa mara ya tatu. Koroga na mimi koroga na mimi koroga. Nikakoroga maziwa mara ya 4. Nikakoroga. Basi mimi nilikuwa najua kwamba kishakuwa mwepesi sana. Ukiwa mwepesi ndio itatoka laini sana, keki laini, yani ina taste nzuri, laini afu smooth bwana. Kumbe nilikuwa najiroast kwa mafuta yangu mwenyewe. Anyway, yani keki imepika zaidi ya masaa 5. Nimebandika saa 1 jioni. Nimekuja kuitoa saa 5 usiku na ilikuwa bado haijaiva hata kidogo. Ilikuwa kama ugali yani. Iliumia sana, roho iliuma sana. But anyway, next time nitarudia na nitaipika vizuri kabisa. I believe, kwa sababu mtanielekeza namna ya kupika keki. Si kama ni mimi huwa mwenye nikifanyaga kitu yani kisipotoka vizuri inakuwa naumia hata siku nzima, nakuwa naumia. Nikisia wapi? Kwa nini? Yani sikulala hata vizuri.
kupata usingizi vizuri. Nikampigia shoga yangu nikamwambia, bwana mimi nimepika keki lakini haijatoka vizuri hata kidogo. Yaani sijapata matokeo hata robo ya nilivyokuwa natarajia. Imetoka kama ugali mbichi kabisa. Shoga yangu jirani yangu nikampelekea, yeye akanicheka, yani ndo nikazidi kuchanganyikiwa zaidi, nikaumia. But next time I hope I will do better. Baada ya hapo sufuria yangu ilikuwa tayari, nikatia mchanganyiko wangu kama mnavyoona. Sijui ni mlaini sana au sijui nilikosea nini jamani, mimi sijui, ni wataalamu naombeni mniambie. Jiko langu hilo hapo la kuokea ilikuwa jiko la gesi, na watu wengine pia wako TikTok wanaokea jiko la gesi. Nikainjika sufuria yangu vizuri, nikafunika. Nilifunika kwa kutumia leso, lakini nilisahau kurekodi hiyo part. Kwa nikaweka sufuria yangu jikoni, and then baada ya sali moja nikafungua. Nikatumika kisu changu kama hivyo mnavyoona, kisu kimetoka cheupe hakina kitu. Nikarudia tena mara pili, kisu kimetoka cheupe. Nikatoa kata keki. Si ni ugali kabisa, ugali. Mpaka hapo sasa nilikuwa nimeshakata tamaa, nikairudisha jikoni. Nikaitoa, ndo hapo ndo ilikuwa saa 5 sasa usiku. Nimeshakata tamaa, nimeshachoka, yani nasikia hasira tu. Niliporudisha jikoni baada ya masaa 4 nikatoa tena kukata keki vile kama ugali. Watu jamani, wataalamu wa keki, naombeni mniambie nilikosea wapi. Naomba mniambie tena, naomba subscribe to my YouTube channel. Thank you.